Matalo TV. Mpenzi mtazamaji wa Matalo TV, mara tena nataka nishukue muda ule niweze kukaribisha katika mitambo ipendayo, mitambo ya Matalo TV. Ni matumaini yangu ya kwamba Mungu amekulinda vizuri muda huu ambao tumekuwa nao wa sherehe mbalimbali, na tayari sasa tumekuwa tayari kuanza mwaka, na ili tuone ni yapi ambayo atazaliwa na mwaka huu mpya ambaye Mungu ametukirimia. Basi kwa moyo mkunjufu nataka niwakaribishe popote mlipo, pembe nne zote za dunia, sababu najua mitandao inatupeleka mbali na karibu. Basi pamoja na hayo nataka niseme namshukuru Mungu sababu nami nimekuwa na wakati mzuri wa kujijali vizuri katika wakati wa Krismasi na kuvuka mwaka mpya. Basi kuona mwanzo wa mwaka na kuona mwisho wa mwaka, jameni, kunikwa neema tu. Wengi waliuona mwanzo wa mwaka ila hawakumaliza, wengine wakaona ila bado katika mhali na mashughuli za dunia hii, wakajipata wako katika sehemu na maisha ambayo hayakubariki tena. Na basi siku njema ya leo, basi nataka niseme asanteni sana kwa wengi ambao mnatufuata na wengi ambao mmeendelea kututia moyo na kutuambia tuendelee vivyo hivyo katika mafundisho. Na basi najua wengi mtaendelea pia kufurahia mwaka mpya huu, sababu tuna mengi sana ambayo ni ya faida ambayo tayari tumewaandalia. Na basi kama vile ambavyo ni desturi yangu, nataka niseme mahali Matalo TV hapa ndio mahali peke yake, mahali ambapo unafundishwa pasipo kulipa karo. Ndio mahali ambapo unaletewa kile ambacho kimeundwa kikaundika, ama mahali chakula imeandaliwa ikaandalika vizuri, na yako ni kuweza kuingia pasipo kubisha hodi na kuweza kushiriki kile ambacho kimeandaliwa tayari. Basi wote ambao mnatufuata katika mitandao ya Facebook, naomba kwa heshima muweze kuwashirikisha wengi. Waambieni jameni, wengi tuko mitamboni. Na basi walio wa mbali na karibu, waambieni nao pia wapatao ujumbe huu wawashirikishe wengi. Mnaotufuata katika mitandao ya YouTube vivyo hivyo, msinyamazie na ujumbe ule jameni, wakaribisheni wengi, waambieni wengi wa subscribe, na ili tukaweze kufundishana moja kwa mwingine kwa njia ambayo italeta faida kuu. Wote ambao mnatufuata katika TikTok vivyo hivyo, nanyi tunaomba kwa heshima mwashirikishe makundi ya watu. Waambieni jameni, tuko tayari mitamboni na kile ambacho kimeandaliwa jameni kina faida na kitatuinua katika viwango vya kuelewa. Wote ambao mnatufuata katika Instagram vivyo hivyo, tusiwe wacho jameni, tuwaelekeze wengi katika mitambo ya Matalo TV. Pasipo kuwasahau wote ambao mnatufuata katika LinkedIn vivyo hivyo, kama vile ambavyo tumeomba kwa heshima wengi washirikishwe, nanyi pia tunawaomba muweze kuwashirikisha wengi na kuambia jameni, tuko tayari mitamboni. Nakumbuka jameni, tumeendelea kujiinua katika ufahamu na tumeendelea kuziongea nguzo 6 zile ambazo ni za uongozi. Na ukumbuke katika Matalo TV tunamjali mwana wa kiume ambaye amepotelewa na wengi wamemweka kando, wasimjali tena. Basi Matalo TV basi tukajitoa tu ili tuweze kumjali huyu mwana ambaye anapotea njia, huyu mwana ambaye amekosa wa kumkuza, huyu mwana ambaye amekosa wa kumvumilia,
basi tukajitoa ili mwana wa kiume asija kaendelea kuangamia, bali tumrejeshe nyumbani, tumuunde kwa njia ambayo itaeleweka vizuri, akawa kiongozi wa kutamanika. Na basi nguzo 6 zile ambazo nafundisha ni zipi? Basi nitazitaja tena kwa lugha ya Kiingereza, kisha baadaye nitazieleza kwa lugha ya taifa. Tunasema a man is a leader. Number 2, a man is a provider. Number 3, a man is a protector. Number 4, he must be hardworking. A man is a counselor. Mwisho, a man is a priest in his own capacity. Hayo ndiyo mambo ambayo tunajumulika kwa pamoja kuweza kuelezana, kufundishana, ili tusije tukawatoa wanaume ambao wana madosari, bali tuwalete kwetu wanaume ambao wameundwa wakaundika, na viongozi ambao wametia fora na ambao watatamanika hata wakati ambapo watakuwa wameihama dunia ile. Basi tuko katika kitengo mahali ambapo tumefika, basi uongozi ambao tunatanguliza uongozi na vitengo 6 ambavyo vimo ndani yake. Na basi tukasema katika ule uongozi vitengo 6 ambazo tunazinena ni zipi? Basi tukasema kuna kile kitengo cha kwanza ambacho tunasema ni individual leadership kwa Kiingereza, ya pili the leading of the wife kwa Kiingereza, ya tatu ni sehemu mbili ambazo ni za muhimu sana za kuongoza mtoto wa kuzaliwa hadi miaka 18 na kutoka miaka 18 hadi 35. Kutoka hapo tunakuingiza katika uongozi wa kijamii, social leadership, na hapo ndio tumekuwepo na mahali ambapo tumekuwa tumekoma kwa muda, na sasa hivi tutatoka sehemu hiyo ili tuweze kuingia katika uongozi wa dini, sababu pia dini ni hatari kama hauielewi. Imepoteza wengi wamemezwa na dini na wakawa watu ambao hawakuona faida na hawakutumikia maisha yao vizuri, na hawakutumikisha kile ambacho Mungu aliwatunuku kwa njia ambayo ni ya faida. Kwa hivyo tutakufundisha vizuri kuelewa uongozi wa kidini, na kutoka hapo tunakufundisha uongozi wa mali, resource management or resource leadership. Mambo haya tunakufundisha na kuinua kiwango cha ufahamu. Pamoja na yale mambo yote, kumbuka pia mimi ni mwandishi wa vitabu. Unaweza kujinunulia vitabu hizi, sababu nambari yangu ingali katika ninga yako. Kuna kile kitabu ambacho nimeandika A Call to the Hurting Man, na kina tafsiri mbili, ya Kiingereza na ya Kiswahili. Kuna kingine nimekiandika ambacho tunakiita Conquering Common Mistakes, nacho kile utakipata utakapo kitamani kitabu kile, basi utakipata kwa haraka. Kuna kingine ambacho nimekiandika switching from the old normal to the new normal. Na kuna kingine pia nimeandika Wisdom for Life, na pia kuna kingine nimeandika ambacho kinaitwa A Man is Endangered Species. Kwa hivyo vitabu ni nyingi ambazo zipo, na utakapo kihitaji moja wa zile vitabu utakipata. Na basi sasa nataka tuingie kwa hali na kujikumbusha tu kile ambacho tumekuwa tukiongea katika uongozi wa kijamii. Nataja niseme ya kwamba tunafundisha katika uongozi wa kijamii ya kwamba kila mtu, kila yoyote yule ni speciali kwa njia zake za kibinafsi. Na jambo la pili, jameni, lazima tuelewe ya kwamba sisi ni speciali kwa njia zetu za kibinafsi. Tuwe tuna elimu kama ya wale ama hatuna, tuwe tumefanikiwa kama wale ama hatujafanikiwa, tuwe warefu ama tuwe wafupi kama nyundo, wote kibinadamu ambao Mungu aliwaumba, wote ni speciali kwa njia zao za kibinafsi. Na tukasema usiwahi kujifananisha na yoyote yule, sababu kila kiongozi hata kama ametia fora
kuna sehemu ya unyonge katika maisha yake, na ile sehemu hawezi kujiponya, hawezi kujitibu. Inahitaji mwingine ambaye pengine hata hana kiwango cha fedha alichonacho ama fedha alizonazo, basi hata kama hajafika kiwango kile lakini bado ana msaada kwako. Yawezekana umehitimu zaidi kimasomo, lakini msaada na sehemu ya unyonge wako itajazwa na mwingine pengine hakuingia chuoni. Na nikasema kutoka hapo tunafundisha katika uongozi wa kijamii kuheshimu kila mmoja, sababu kila mmoja ana faida zake. Awe amefaulu hajafaulu, amesoma hajasoma, usiwahi kumdharau. Sababu gani? Kile ambacho anaweza kukifanya wewe hauwezi. Na ndio nasema mara kwa mara, Mungu hakumuumba mwanadamu aliyejitoshelesha katika hali na mambo yake yote. Alimuumba mwanadamu wa kuhitaji, alimuumba mwanadamu ambaye anakupungukiwa, ili asiwadharau wengine, asione kiburi juu ya wengine, bali akumbuke hata yeye mwenyewe hawezi kujitoshelesha, ila kupitia kwa wengine anaweza kukamilisha na kukamilika vizuri. Na sasa nataka nitoe mfano, sababu ni vizuri kufundisha kwa mifano. Nataka nitoe mfano kama huu. Una duka la supermarket, wewe una pesa, wewe ni tajiri na umekuwa na wazo la kuweka duka la supermarket. Duka la supermarket linahitaji watu wengi sana ili ikaweze kufaulu. Jamani, unaweza kuwa na pesa lakini hauwezi kuwa mtu ambaye atapanga mizigo kule kwenye store. Unaweza kuwa mwenye pesa na kuweka ile supermarket, lakini ukumbuke hauwezi kuwa mwenye mali na kuwa kashia kwa wakati mmoja. Basi unaweza kuwa mwenye pesa na kuweka duka ile kubwa, ila lakini una unyonge, hauwezi kuwa auditor, hauwezi kuwa an accountant. Lazima uwalete wengine, washirikishe katika sehemu ya hesabu ili wakusaidie usifanye biashara iliyo na hasara. Basi kuna wengine ni wapishi ili waweze kuwapikia walio kazini. Kuna wengine ni bawabu wa kulinda mali zako. Hawa watu wote ukiwajumulisha, jameni, utakumbuka ya kwamba kweli una unyonge ambao hawezi kutibu, hawezi kuuponya kwa njia zako. Lakini unapowashirikisha wengine, basi unaona ndoto yako inakamilika vizuri, maono yako inakamilika vizuri. Na ndiposa nikasema na nimeendelea kusema, uongozi wa kijamii tunakufundisha kuheshimu yoyote yule ambaye Mungu ameruhusu katika maisha yako, sababu kuna sehemu ambayo atajenga maisha yako, na hata wewe mwenyewe ukipatiwa miaka 100 kuishi hautaweza kuijenga. Na basi nikasema maneno haya na nimeendelea kuyasema, mlango unaohitaji ufunguke mbele yako, basi kuna mtu ambaye Mungu ameweka mahali fulani ya kusaidia mlango ufunguke. Ushindi ambao unatamani kuona katika maisha, basi kuna mtu Mungu ameweka mahali fulani akusaidie kushinda. Connection ambazo unataka uwe nazo, basi kuna mtu Mungu ameweka mahali ili akuunganisha na zile connection ambazo unataka kuwa ndani yake. Basi kufanikiwa kibiashara, lazima uwe na network ya watu ambao watakufanikisha kuwa mtu ambaye amevuma vizuri katika biashara. Na kwa hivyo nikafundisha na nitaendelea kufundisha ya kwamba kiongozi yoyote ambaye atajifahamu katika uongozi wa kijamii atatambua ya kwamba watu ndio mali. Sababu kuna watu wengi sana wanalinga, unajua mimi nina mali, huna mali. Nataka nikwambie, pasipo watu wewe hauna mali, ila ukiwa na watu basi mali itakuandama, mali itakutafuta, sababu watajumulisha chochote walichonacho, kile ambacho kina uwezo wa kukuundia mali ambazo unazihitaji. Na basi kutoka hapo sasa, naomba mnikubalie sasa tuweze kuingia katika kitengo kingine cha uongozi. Nacho ndicho kipi? Ni uongozi wa kidini. Kama kuna mahali ambapo jameni shida kubwa
imeonekana na shida ambayo imefanya dunia ione hasara kubwa, basi jameni, usitafute mbali sana, ni katika dini. Sisemi dini ni mbaya, mnielewe vizuri, ila pasipo kuelewa uongozi wa dini hasara utaiona. Hata katika uongozi wa kijamii ni wengi sana ambao wamepotelea kule na wanatumiwa na kutumikishwa vibaya na wengine. Basi sikia, hata katika uongozi wa dini kuna wengi watapotelea kule na kuna wengine watatumiwa vibaya na wengine. Ila Matalo TV hatuwezi kukubali watu waangamie pasipo kutumikisha karama zao, watu waangamie pasipo kutumikisha kile ambacho Bwana amewatunuku. Mambo haya mnielewe jameni, ya kwamba kuokoka si upumbavu. Narudia tena, kuokoka si upumbavu, ila tuna makosa mengi sana ambayo yaliletwa kwetu na wageni. Waafrika wengi sana wamechukia sasa mambo na dini na kuokoka sababu ya habari ambazo walipokezwa kule mwanzo na wageni, na habari ambazo ziliwatatanisha, na sababu wengi sasa wameona hasara wengi, basi wameanza kuchukia na kudharau mambo na dini, mambo na wokovu. Nitakurekebisha nikwambie jameni, ya kwamba Mungu ni Mungu wa rehema na Mungu ni Mungu wa neema. Unaweza kuletewa habari ya kukupotosha kwa muda, ila haitabaki milele. Unaweza kuletewa habari ambayo haijengi, ila haitabaki milele. Mungu kuna wakati atainua sauti, na sauti ya kuwasaidia wengi. Mara kwa mara nasema hivi, Waafrika tulichukuliwa vibaya, tukaambiwa jameni, sisi mambo yetu ni kugoja mbinguni tu, kule ndio mali na dhahabu na njia za dhahabu kukanyanga tutazipata. Na si makosa, sababu ufalme wa Mungu uko tayari, na jameni, ufalme wa Mungu tunao hapo, hatubahatishi. Lakini kile ambacho wageni hawakuambia ni ya kwamba jameni, ule ufalme unaanza hapa na kutembea milele na milele. Na ukitaka kujua ni hivyo jameni, usome katika Zaburi ya 37 mstari wa 18. Maandiko inasema, na urithi wao ni wa milele. Kwa hivyo kile ambacho Mungu atakuridhisha, hatakuridhisha wakati ambapo utakuwa umekufa, atakuridhisha ungali uko katika uhai huu, na wakati ambapo utauondoka uhai huu, jameni, Mungu atakuendelesha na maisha mengine. Sikieni vizuri jameni, basi tukaletewa jumbe kama hizi mbili, ili Mwafrika apotee kwenye njia na asijielewe na akapotelee katika dini. Akaambiwa jameni, ni hatari sana tajiri kuingia katika uzimani ama uzima wa milele. Basi akaambiwa, akapewa mifano, akaambiwa ni heri ngamia aweze kuingilia katika shimo la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Na basi swali langu ndogo ni hili, hawa wageni waliofundisha yale, basi wakachukua mashamba ya Mwafrika, wakalima kahawa, majani chai, wakafuga ng'ombe, wakawa wanaendesha magari, ila nyinyi Waafrika mnawatumikia. Wakawa na mali nyingi, lakini mbinguni iko ya wageni, lakini Mwafrika yeye ataingia mbinguni akiwa maskini. Hapo kuna upumbavu, lazima turekebishe mapema, sababu hatutaki watu wadharau Mungu kwa makosa ambao yalifanywa na watu ambao walikuja na makusudio fulani ili waweze kutesa na kuelekeza watu katika utumwa. Wakaletewa mfano mwingine, wakaambiwa habari ya tajiri na Lazaro. Lazaro alikuwa na kula mabaki kule, pamoja na umbwa chini ya meza kule, na tajiri hapa naonyeshwa anakula vizuri, ila alipokufa tajiri, tunaambiwa ule tajiri ndiye alienda jehanamu, Lazaro akaenda kifuani mwa baba yetu Ibrahim. Sikieni vizuri, maskini watakuweko duniani, lakini kutajirika na kuwa maskini, it is the state of your mind.
sikia vizuri, msikia mimi kila kitu ambacho nataka niulize, na swali hili nitabaki kuliuliza. Basi kama ni hivyo, si watu wote jameni tungekuwa maskini ili tuende mbinguni? Lakini wageni walipora mali zetu, wakapora mashamba yetu, wakapora mengine ambayo ni ya faida kwetu, madini yetu wakayapora. Lakini hawaendi jehanamu. Lakini Lazaro na tajiri yule ambayo ni wahadithi, mambo hayo wanayaleta kwa Mwafrika. Sikieni Waafrika wenzangu, watu wanaweza kukosesha wengine na wanaweza kufanya makosa, lakini tuna Mungu anayetufunulia kutuambia ya kwamba ni matamanio yake kuwapa mali, ni matamanio yake kuwapa utajiri, ni matamanio ya Mungu huyu kuwafanikisha. Jameni, nimeona watu wengi sana, watu wasomi wa hali ya juu, anapookoka basi anapatana na jumbe ambazo ni za kumuonyesha maisha sasa ni rahisi, maisha hana kung'ang'ana, maisha Mungu ataingilia kati na kufanya miujiza. Upumbavu tu, lazima tuhame nyinyi. Nani aliwaambia kuokoka ni kuyahama majukumu? Nani aliwaambia kuokoka Mungu atakuja kushughulikia maisha yenu, akuja awalishe, akuja awanyweshe, akuja awasomeshe watoto, mambo kama yale? Sikieni, Mungu atakupa binu, atakupa wazo ile ambayo ukitumikisha na ulikifanyia kazi kwa bidii, litakuzalia mali za kuweza kuwajali watoto wako, litakuzalia mali za kuweza kuwasomesha, litakuzalia mali za kuweza kujitunza kimaisha. Mambo haya lazima tuyaangalie kwa undani. Mambo haya lazima tuyachunguze. Huyu mgeni jameni akaunda wazo kwa kila Mwafrika, ili Mwafrika amtegemee mgeni, asimtegemee Mungu. Siku ya leo Waafrika wengi hawaamini wanaweza jambo lolote pasipo kwenda kwa mzungu, kuinama kwa mzungu ili awape mali, awape msaada. Wakati umefika sasa naye Mwafrika ainuke, sababu Mungu si wa mzungu, Mungu ni wa kila yoyote kiumbe alichokiumba. Basi nasi Waafrika lazima wakati wetu nao uonekane ya kwamba tumetambua Mungu ndiye mwenye mali zote, na ni matamanio yake kuwabariki walio wake, kuwafanikisha wote walio wake. Na kwa hivyo hata sisi wenyewe tukitumikisha akili zetu, tukitumikisha karama zetu, tukitumikisha vizuri elimu zetu, tunaweza pia kuwapa msaada waliotupa misaada. Sasa sikieni vizuri, wote ambao mmeokoka na wote ambao mmeshukulia maisha kiholela, mimi nitaenda siku 40 kuomba Mungu ashuke. Sikieni vizuri, kuomba ni jambo la maana na la faida sana, lakini unisikie, kama uliacha sufuria ikiwa chafu, ukitoka siku 40 mlimani utaipata ikiwa chafu. Kama hukulipa bills mahali, ukitoka milimani utapata bills zile zimekugoja. Basi sikia vizuri, maombi ni njia ya mawasiliano yako na Mungu, ili akupe mwongozo, akupe idea, akupe maono, akupe kile ambacho kitakusaidia ili ujijenge, uweze kulipa bill zako, uweze kulipa nyumba yako, uweze kufanikiwa kibiashara. Maombi peke yake haifanikishi mwanadamu. Maombi peke yake haileti chakula mezani. Maombi peke yake haikununulia vyakula ama mavazi. Sikieni, rekebisheni mambo haya, sababu kuna upumbavu wa kila aina kila mahali. Sikia, maombi tuyaombe, na nahimiza watu hata wakati wa kwanza mwaka watu waingie kwenye maombi ili waasiliane na Mungu
Mungu, na Mungu apeaye watu mipango na mipangilio ya mambo. Mungu apeaye watu maono awape maono, awape mipangilio, awape ndoto. Ila kupewa ndoto sio jambo la kutisha sana. Jambo ambalo linakutisha ni kuweza kupangia ile ndoto uweze kuikamilisha, ni kuweza kupangia maono yale uweze kuyatimiliza, ni kuweza kupangia wazo ambalo Mungu amekupa likakuzalie matunda. Mambo haya tuyakumbuke sana, na mnikumbuke vizuri, mkumbuke mambo haya, sababu mtakuja kuyaona ya kwamba jameni, umasikini hautachagua kama unanena na ndimi, utanena na lugha na utakufa maskini. Utanena kwa Kiswahili katika maombi ya Kiswahili kwa lugha zenu, lakini usikie utakufa masikini. Nasema hivi, kuwa mwenye hekima. Maombi kuanzia siku ya leo uyangalie kwa njia hii. Ninamuomba Mungu awezaye kunihekimisha nikaweze kuboreka katika jambo ambalo nalifanya. Ninaomba Mungu anitunuku wazo ili niweze kutoka sehemu ambalo nipo nikaweze kuingia sehemu ingine, mahali ambapo maisha yatabadilika. Ninamuomba Mungu awezaye kumpa mtu ndoto ili anipe ndoto, na nimuombe anipe ushauri wa kuielekeza ile ndoto ikanizalia matunda. Ninaenda kwa Mungu kumuomba mwaka huu anipe maono mapya na niweze kufuata maono yale kuyapangia. In other words, you have to set goals, long-term goals and short-term goals about the vision that you have, about the dream that you have. Mambo hayo usiwahi kuyasahau, na unisikie vizuri, uchunguze vizuri Biblia. Wote ambao Mungu aliwatumia aliwapa maono, lakini wenye kupigania maono si Mungu, walipigania maono yao. Akawaambia wana wa Israeli, nawapa nchi inayotililika na asali na maziwa. Ila aliyepigana vita si Mungu, ni wana wa Israeli. Yule aliyelima mashamba si Mungu, ni wana wa Israeli. Sasa mambo haya muyakumbuke. Mungu husema jambo, lakini gharama utailipa wewe. Mungu hutaja jambo, lakini wewe ndiye utachoka na ndiye utafanya bidii kuona lile jambo limekamilika katika maisha yako. Sikia vizuri, wana wa Israeli waliposikia nchi ambayo Mungu anawakabidhi ina maziwa na asali, wakaona ni maisha nyepesi, maisha rahisi, na wakaanza kufurahia. Lakini sikieni jameni, kama maziwa utayanywa, basi umemlisha vizuri ng'ombe ili akatoe maziwa. Kama utakula asali jameni, itabidi udungwe na nyuki na ili ukaweze kukula asali. Kwa hivyo utakula asali pasipo gharama za asali. Na yoyote ambaye anaomba Mungu ambariki, basi ninataka siku ya leo ujiulize swali, una nguvu za kugharimia baraka ile? Una nguvu za kupigania hiyo baraka? Una nguvu za kutunza ile baraka? Mungu nipe mali. Je, una nguvu za kupigania mali zile? Una nguvu za kudumisha mali zile? Una nguvu za kuendelesha mali? Sababu mali unaweza kuipokea, lakini mali si mali mpaka uweze kuiendelesha na ikuzalie. Hapo ndio sasa unaanza kusema nina mali. Ila usiseme una mali, bali una mbegu. Mambo haya muyajue jameni. Usiseme una mali ila Mungu amekupa mbegu. Uamuzi ni wako, ukule mbegu ama uipande mbegu na usubiri yote na ikuzalie. Mambo haya lazima tuyakumbuke. Sasa nyinyi wa Kristo mnalala usingizi ati Mungu aonyeshe maono. Mungu amenionyesha maono. Sikia, kila maono ambayo imetoka kwa Mungu itafanya ulie siku moja, kama una akili.
Kila maono ambayo imetoka kwa Mungu itafanya uteseke siku moja kama una akili. Kila maono ambayo imetoka kwa Mungu itafanya uchukiwe siku moja kama una akili. Kila maono ambayo imetoka kwa Mungu itafanya watu wakutenge siku moja kama ni kweli maono yale yametoka kwa Mungu. Soma vizuri Biblia. Yoyote ambaye Mungu alimkabidhi maono, walilia sababu ya maono yale, waliteseka sababu ya maono yale, walifungwa wengine korokoroni sababu ya maono yao, waliteswa na wakadhihakiwa wengi sababu ya maono, na maono ambayo Mungu aliwatunuku. Sasa sikieni, hakuna muujiza. Muujiza uko wakati wa hali za dharura, hiyo sipingani, ila Mungu hawezi kudumisha kiongozi kwa miujiza. Unielewe vizuri, miujiza ni Biblia, ni neno la Mungu ndio, lakini miujiza Mungu hata itoa kila siku kukudumisha wewe. Hapana, muujiza utaupata wakati ambapo kuna hali za dharura, lakini kutoka hapo Mungu atakuita ujipange uendeleshe maisha yako. Mambo hayo ni vizuri kuyajua. Basi tutoke hapo. Kuna wengine vijana wasomi hawataki kutoka makanisani, wanataka kupiga kibo toka asubuhi mpaka jioni. Sikieni vijana, ujue ujana una muda wake, na kuna wakati utatamani kuwa na nguvu za ujana, hautazipata. Kuna wakati utatamani kufanya mambo ambayo ungefanya ukiwa kijana, ule wakati hautaupata. Na nashauri vijana wetu, nyinyi ambao mnabaki makanisani, hamtaki kwenda kazi za nguvu, hamtaki kuchoka, ninyi upumbavu mtauondoa makanisani. Ukumbuke kuna siku inakuja utaoa. Kuna wakati mchungaji atakuja kulisha nyumba yako, ni wewe na shida zako na mke wako, mjue vile mtakula ama mtalala njaa. Sikieni na mnisikie vizuri, kuja kwa ibada, kutoka kwa ibada, omba Mungu akuonyeshe ni njia ipi utaenda kupigania maisha yako na kupigania haki zako. Na ukumbuke kama hakushuka kuondoa mataifa 7 kule katika nchi ya Kanani, ni wana wa Israeli walipigana kuwaondoa. Ni nani alikwambia majitu na maadui walio katika maisha yako ni mtu mwingine atakuja kuyasukuma? Ni wewe mwenyewe utapigania maisha yako na haki zako, ukimtumaini Mungu anayetuwezesha ili uweze kufanikiwa. Mambo hayo naomba sana msiwahi kusahau, na sana sana vijana wetu na wasichana na wamama ambao mnapoteza muda katika makanisa, wazee mnaopoteza muda katika makanisa, mambo haya mnisikie. Najua kuna wengi hawangetaka niseme vile, ila mimi ni mwalimu na ni mshauri na nitarekebisha, sababu hatuwezi kuangamia zote, hatuwezi kukaa makanisani kwa umaskini zote. Lazima tuamuke, tutumikishe kile ambacho Mungu ametutunuku. Sasa mnisikie vizuri, yoyote ambaye amempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake na anampenda Mungu kwa moyo wa dhati, unisikie, Mungu hatakuja kuwa mume wa nyumba yako. Wewe ndiye mume wa nyumba ile. Mungu hatakuja kuwa mke kwa nyumba yako. Wewe ndiye mke wa ile nyumba. Utakapozaa watoto, wewe ndiye ulizaa watoto. Kwa hivyo Mungu kile atakupa ni nguvu za kupambana, ni nguvu za kupigania haki zako, ni nguvu za kufanya utajiri, ila mwenye kufanya utajiri ni wewe. Sasa mnisikie vizuri, utakaposhindwa kuelewa ya kwamba una jukumu kuwa kiongozi katika nyumba yako, una jukumu kuwa baba wa watoto wako na kuwa mama wa watoto wako, una jukumu la kujenga nchi, una jukumu la kujenga kijiji ambapo utakaposahau na hayo mambo, dini itakumeza, dini itakuharibu. Wengi wamekufa na wengi tumewazika makaburini sababu hawakuelewa uongozi wa dini. Walifikiria Mungu ameniokoa, mimi nitalala mpaka saa 5, Mungu atakula nini? Upumbavu uondoe katika maisha. Mungu hata ukifa njaa hata hukumika.
kufa njaa. Upumbavu ukikuua, basi ngoje hata jehanamu pengine itakuja kule mbele. Sasa nataka niwaambie ya kwamba yoyote ambaye hawezi kujisetiti kimaisha atakuwa mtumwa. Yoyote ambaye hawezi kujipigania katika maisha yake na haki zake, utabeba vibaya na watu watakutumia vibaya, na utakuwa mtu ambaye ana akili za kuishi katika dunia. Munisikie vizuri, ukiwa maskini utatumiwa vibaya. Ukiwa maskini watu watakutumia vibaya, upende usipende. Ukiwa maskini utadharauliwa na ndugu zako, utadharauliwa na watu wa jamii yako, utadharauliwa katika kijiji mahali ambapo upo. Hiyo ndio Wakristo wengi hawajajua, ya kwamba hatupati heshima sababu ya vile tunaomba maombi marefu. Hatupati heshima sababu ya vile tumekuwa wanadini. Tunapata heshima sababu sisi si mzigo kwa mtu yoyote. Tunapata heshima sababu sisi hatusubui watu. Tunapata heshima sababu sisi tumesimama na kutetea haki zetu na kutetea maisha yetu. Kama hauwezi kushibisha tumbo lako na unasema wewe ni Mkristo na unasema wewe uko kwenye kanisa, hauoni uko na shida fulani. Mambo mengine tunasema, unajua ukweli wa mambo ndio huu. Akili za Wakristo wengi walikataa kuzitumikisha. Sababu gani? Kufikiria ni kazi ngumu, na kutumikisha kile ambacho umefikiria pia ni gharama. Nataka niwaambie, musijifishe tena makanisani. Kila kijana anayenitazama na kunisikia, amuka. Hata kama hujapata kazi ya kile ambacho ulisomea, enda utafute kibarua, uanze kujishibisha mwenyewe. Anza kutafuta kibarua, ujivalishe mavazi mwenyewe. Anza kupikisha kile ambacho unacho kiakili, kikuzalie faida katika maisha. Sikieni, kanisa itabaki kudharauliwa sababu mwenye uwezo atakudharau, upende usipende. Lakini ukiwa na uwezo, mwenye uwezo atakuheshimu. Na hapo ndio Wakristo wengi hawajafika kuelewa ya kwamba mwenye uwezo atakutesa, mwenye uwezo atakudharau, na Mungu hajakataza uinuke. Sasa nataka niwape mifano ili mjue ya kwamba Mungu mnayemfuata ni Mungu anajua na kuelewa mambo hayo ambayo anafundisha. Angalia Ibrahim. Nani anaweza kushindana kiutajiri na Ibrahim hata kama ingekuwa wakati wa leo? Angalia Isaka. Nani angeshindana kiutajiri na huyu kijana wa Ibrahim? Angalia Yakobo, angalia Ayubu, angalia Daudi, angalia majina makubwa. Na tena kile ambacho nataka ufahamu siku ya leo, hata Yesu ambaye tunamsifu kila wakati, na yeye ambaye ametukomboa, alizikwa kwa kaburi ya tajiri fulani aitwaye Yosefu wa Arimathayo. Basi alizikwa kwa kaburi, si la masikini. Mwenye alitoa kaburi la kumzika Yesu si maskini. Mwenye alitoa kaburi la kumzika Yesu ni Yusufu wa Arimathayo, ambaye alikuwa msomi, mtu ambaye ni mwenye mali, tajiri wa nyakati zile. Basi sikieni vizuri, mzungu alikuja na maneno yake ili akufanye mtumwa zaidi na anyakue mali zenu. Lakini wakati umefika, ninyi mlio makanisani, amkeni na mpiganie haki zenu, mpiganie mali zenu, sababu muna kibali cha hali ya juu sana. Ninyi sasa mna Mungu na mnaelewa Mungu. Kwa hivyo mnapomlilia Mungu, mna uwezo wa kurejesha kile ambacho shetani aliwanyaganya, kile ambacho mwizi aliwaibia. Maandiko inasema katika Yohana 10:10, mwizi haji kwa lingine ila aibe, achije na aharibu. Mbali nalikuja ili wawe na uzima na wawe nao tele tele.
Jameni, hapa nataka niseme na mtu ambaye ananifuata, zile injili ulihubiriwa ya kwamba mali zako utazipata wakati utakufa. Kama utaendelea na hizo, endelea na hizo hadithi, endelea na hizo. Lakini kama utaamka kwenye usingizi, na uulize huyu ambaye alileta hii injili, sababu alikuwa tajiri, kwani yeye ana bingu yake na sisi tuna bingu yetu? Kwani kuna jehanamu ya Mwafrika na jehanamu ya mzungu? Tumieni akili, amkeni kwenye usingizi. Dini, kama hauelewi uongozi wa dini, utatumika vibaya, utakuva vibaya, na tutakuzika tu na tutakuimbia nyimbo tu, lakini mwenye hasara si yule ambaye amebaki. Wewe ambaye umekwenda una hasara. Utaachia watoto wako urithi gani? Watoto wako watasherehekea nini? Watoto wako watasema nini juu ya Mungu wako? Hayo ndio maswali ambayo lazima tuulizane. Tusije tukabebeshana mizigo ambayo haiwezi kutuondoka. Mambo haya mnisikie vizuri. Jamani, mfika, kama una karama, tumikisha karama. Kama una hekima fulani, itumikishe. If you've got with yourself a talent, make use of that talent. If you've got with yourself a skill, make use of that skill. If with yourself some abilities, make sure that you utilize such abilities to better life. Dunia hii haina huruma. Dunia hii haina huruma. Mchungaji, utakapokufa hata kuja kusaidia familia yako. Ni kile ambacho ulikusanya wakati ulikuwa hai. Familia wataendelea kung'ang'ania ama waendelee kukufa sababu hawana matumaini na uliwaacha bila matumaini. Sikia vizuri. Kanisa, unisikie, kuanzia siku ya leo uanze kushika kanisa ni shule ya mafundisho. Ila ukifundishwa usibaki hapo, enda nje utumikishe kile ambacho unacho, na utaheshimiwa na utaheshimika. Utaona mazuri ambayo itakupendeza. Kwa nini wanasiasa wanatumia vibaya makanisa? Ni kwa sababu wanajua umaskini uko makanisani, na watawahonga. Masikini atahongwa, upende usipende. Na hiyo ndio kitu watu hawaoni. Na mimi nashangaa sana, watu na makelele mengi. Makelele hayawezi kubadilisha uongozi. Makelele hayawezi kubadilisha hali. Mbali mwenye hekima na mwenye mali, mwenye uwezo atabadilisha hali, atabadilisha nchi. Hiyo ndio kitu watu hawajui. Makanisa hata wakati huu uchaguzi ukiitwa, watahongwa watu na watapokea hongo. Sababu gani? Kama lilionekana lilipokezwa ujumbe ambao haufaidi watu, na watu wengi wameendelea kuwa maskini makanisani. Sikieni nyinyi, lazima tuinuke, tujue kuokoka si upumbavu. Kuokoka ni kuwa na hekima ambayo haukuwa nayo. Kuokoka ni kuwa na ufunuo ambao haukuwa nao. Kuokoka ni kurejelea kile ambacho ulipoteza. Kuokoka ni kuweza kutembea na nguvu ambazo si za kawaida. Yule mtu ni hatari sana akifundishwa kuelewa wokovu ni nini, akifundishwa kumuelewa Mungu. Yule mtu ndiye anaweza kutingiza dunia. Yule mtu ndiye anaweza kutingiza vijiji. Kanisa lazima sasa, serikali na watu wote waanze kulitegemea, sababu watu wakifundishwa vizuri, kutainuka matajiri, kutainuka wenye uwezo, kutainuka wenye hekima isiyo ya kawaida, na serikali itakimbia kutuomba mswada. Serikali itakimbia kutuomba mswada. Jameni, wakati umefika ili kanisa lifundishe uongozi wa dini vizuri, na tuyatapike yale ambayo hayana faida. Mambo haya mawili ambayo nimeyataja kule kwanza ndio ujio jumbe mbili ambazo zilitangulizwa Mwafrika. Anaambiwa ni vigumu sana tajiri kuingia uzimani. Ni heri ngamia aweze kuingilia katika shimo la sindano kuliko tajiri. Alafu akaleta injili ya pili, anaambiwa mfano wa tajiri na lalo.
Visemi maskini hawamo. Maskini tunao kila wakati, lakini ni uamuzi wako utakao kufanya vile ambavyo ulivyo. Hao ndio ukweli, na ukweli ambao utadumu milele na milele. Sasa sikieni vizuri. Ni Biblia tu. Uende usome katika Methali 6. Ukisoma katika Methali 6 utasikia kuanzia 6 hadi 11 utasikia habari ya chungu. Siafu wale hawana kiongozi, hawana akida, hawana mtu ambaye ni wa kuongoza, ila wanajua kujitafutia chakula na kujiwekea akiba wakati wa jua. Suleimani anaendelea kusema namna gani? Wewe mvivu huyu, enda kwa chungu. Hana akida, hana kiongozi, ila jua kujipanga sababu ya siku ya jaa, na anakusanya chakula chake wakati ufaao na kuweka akiba kwa wakati ufaao. Akaambiwa, sasa sikia wewe mvivu, unalala kidogo, unakunja mikono kidogo. Basi maandiko inasema namna gani? Utavamiwa na umaskini kama majambazi. Uende usome Methali 6 mstari 6 hadi 11. Na naomba sana vijana nyinyi ambao mko makanisani, mkumbuke kuna wakati utafuta muda wa ujana huo na hautauona. Na hakuna kitu ambacho kinaumiza kama kuwa na hali ya kuumwa sababu haukuweza kufanikiwa wakati wa kufanikiwa. There is nothing that is so painful like regret. I'm telling you, and take it from me, there comes a time that you regret. Na wakati wa kujuta, jamani, hautaponya na hauponyeki. So usione kama una muda, bali kuanzia siku ya leo, wewe ambao ulikuwa unangoja Mungu kule sehemu za maombi, ati unamgoja Mungu siku 30, wewe baba, wewe una mke na uko siku 40 mlimani, utapata mtoto sio wako. Mwanamke huyo si malaika. Mama, nimeenda kumgoja Mungu siku 30, ndio, na una mume ambaye hajazeeka, ukipata mke mwingine usilete shida. Mungu si Mungu wa kuchanganyikiwa. Mungu ni Mungu wa hekima, ni Mungu wa mipango. Mambo haya muyaelewe. Familia nyingi zimeanguka sababu mzee anabaki kanisani kila wakati, mama amebaki kanisani kila siku. Sikieni vizuri. Mimi nawafundisha pasipo kuwalipisha, sababu sitaki sadaka zenu. Mnisikie, nawafundisha ukweli unaochoma, sababu sitaki sadaka zenu. Sikieni, mama, usipomtunza huyo mumeo, atakwenda na wengine wa mama. Mume, usipomtunza mkeo vizuri, yule atashukuliwa na wengine. Usipomshimbisha tumbo zake mbili, atakwenda na atabaki kanisani na ushuhuda. Mambo haya muyaelewe ninyi. Basi uongozi wa dini lazima kuwe na watu ambao ni wenye akili sana, kama utaiweza dini. Lazima kuwe na watu wenye hekima sana kama utaelewa wokovu. Lazima kuwe na watu wenye hekima sana kama utaweza siasa za dini. Nyinyi mnielewe vizuri. Na ninatawapa mfano tu. Katika ulimwengu wa kawaida huu, uongozi wa kijamii, wanachukia sana watu kuinuka katika uwezo. Wanataka watu wabaki maskini waweze kuwatawala. Vivyo hivyo kuna uongozi wa dini. Sasa nyinyi na nyinyi amkeni. Jameni, ukiwa mnyonge, ukiwa maskini, utatawaliwa, upende usipende. Mambo haya myajue vizuri na muweze kuyashika vizuri, ili tukabadilishe nyumba zetu, tukabadilishe nchi, tukabadilishe mikoa, tukabadilishe sehemu zote za ulimwengu. Na kuwa tajiri si dhambi. Dhambi ni kuweza kuabudu kile ambacho Mungu amekupa.
Hapo ushike vizuri. Kuwa matajiri si dhambi. Dhambi ni kuabudu kile Mungu amekupa. Na usome Biblia yako vizuri. Wote ambao walifanikiwa kibibilia, hakuna aliyependa mali kuliko Mungu aliyempa mali. Sasa shida zetu wengi, ukipokea mali kidogo umeanza kuiabudu mali, unasahau na mwenye aliyekukabidhi mali. Na ndiposa unaona katika kitabu cha Kutoka, Mungu anawaambia wana wa Israeli, mtakapofika nchi ile, msisahau ni mimi Mungu niwapeaye nguvu za kufanya utajiri, na msiabudu miungu ya nchi zile. Sikieni kile ambacho nimesema siku ya leo. Kuwa tajiri si dhambi, na kuwa tajiri haiwezi kukupinga ama haiwezi kuwa kizuizi chako kuingia mbinguni. Shida ni hii na dhambi kubwa ni hii, ni kuweza kuabudu kile ambacho Mungu amekukabidhi. Ukiabudu mali zile, basi wewe ni mpumbavu na upumbavu utakuwa. Ila ukiabudu mwenye kukukabidhi mali, basi wewe umefaulu. Na hiyo ndiyo siri kubwa ambayo wengi hawajaweza kuielewa. Usije ukaabudu mali ambazo Mungu amekutunuku, bali abudu yule aliyekutunuku mali, na utaishi vizuri na utasherehekea mali zako, na hautatishwa na watu na sadaka na mengine. Mambo haya tuyaelewe. Ni wachungaji wangapi leo hii wanaenda jehanamu? Sababu gani? Amebaki kwa umasikini. Hata akiletewa fedha za kuzimu anazipokea, akiletewa hiki na kile anakipokea. Sikieni wachungaji, Mungu hakukupa tu Biblia peke yake. Ndani yako kuna karama zingine, kuna hekima zingine unaweza kutumikisha na ufanye kazi. Go and study tent ministry. Go and study tent ministry. Usikie kina Danieli walikuwa na vio kama vitatu, ila Mungu wa Danieli anasifika. Waangalia mtu kama Pauli msomi, anakuwa na hali na kufanya tent making na kanisa, mtu ambaye alipanda makanisa mengi na mtu ambaye ameandika vitabu vingi vya Injili. Ni huyu ambaye alielewa the tent ministry. Hata nyinyi msidanganyike. Mzungu aliwaambia ikuwa na imani, ila huyu mzungu huyu ndiye anakuwa sponsored. Shati anayovaa ni sponsored, kiatu anachokivaa ni sponsored, chochote alicho nacho ni sponsored. Ila wewe unaambiwa amini. Jamani, si vibaya kuamini, lakini amini na ulete matendo ya kuamini. Wachungaji, msikubali kuwa watu wa kununuliwa ovyo ovyo. Msiwe watu ambao wanachanganywa na hela mbili. Kuweni watu ambao wamejisetiti, wamejisimamisha vizuri, wanatumikisha karama zao. Hata kama sadaka haipo, hauwezi kulala njaa. Hata kama watu hawatalipa fungu, una uwezo wa kuendelesha maisha. Mambo hayo msiyasahau. Na Mungu huyu unayemtumikia atakuinua katika viwango mbalimbali. Atakupa kulingana na vile ambavyo unatumikia ndoto zako, unatumikia karama, unatumikia maono ambayo amekujalia. Najua sasa wengi hawezi kunipenda, sababu pengine kile ambacho nasema kimeharibu soko. Lakini ukweli wa mambo ndiyo huu, ni ya kwamba hakuna Mungu wa mzungu na Mungu wa Mwafrika. Mungu ni yule yule. Kama wazungu wameinuka kibiashara, Mwafrika inuka kibiashara. Kama wameinuka kimali, inuka kimali. Msikubali Mwafrika awe ndiye sehemu ya umasikini, ila utajiri uwe na mzungu peke yake. Mungu si mbaguzi wa rangi. Mungu anaweza kutuinua sisi zote, na Mungu anaweza kututunuku mazuri sisi zote. Na hayo ndiyo mambo ambayo ningetaka uendelee kuyafahamu. You have a responsibility to become a leader in your family. A responsibility to build your own family, a responsibility to build the economy of the nation, and a responsibility even to participate in making sober decisions about the politics of your nation. Mambo hayo usiwahi kuyasahau. Na basi nataka niseme, nitarejea. Najua leo umefahamu mambo mengi sana,
na umeanza kuona maisha kwa njia nyingine tofauti, na umeanza sasa kufanya uamuzi. Na nikumkumbushe jambo hili, uamuzi wowote utakaofanya utalipia gharama. Uamuzi wowote utakaofanya utafanya siku moja ulie, ila unafaulu. Uamuzi wowote ambao unafanya utakukosesha usingizi siku moja, lakini usijali. Uamuzi wowote ambao unaufanya utakukosesha amani mpaka ufaulu katika lile jambo, lakini usijali. Gharama ukiilipa kwa njia iliyo sawa, matunda utayala. Na Mungu aonaye kwenye siri, na Mungu ajuaye mambo yote, aweze kuwafanikisha, aweze kuwatenda mazuri, na aweze kuwainua viwango mbalimbali vya hekima, ili tukaweze kufaulu na kuishinda dunia na tukaimiliki na kuitawala vizuri. Basi Mungu awabariki hadi kipindi kingine. Bwana awe pamoja nanyi.